Sikiza Abu Hanifa anavyosema sasa. Al-Imam Abu Hanifa katika Fiqh al-Akbar kama ilivyopokea kutoka Abu Mu'ayth Al-Hakam ibn Abdullah rahimahullah ta'ala anasema sa'altu Aba Hanifata, mimi nilimuuliza Abu Hanifa fima yaqulu, kuhusu mtu anayesema la a'rifu rabbi fi as-samaa au fi al-ard, sijui mimi Mola wangu yuko mbinguni au ardhini. Faqal, Imam Abu Hanifa akasema man lam yuqirra, yeyote asiyekiri anna Allah ala al-arsh, kwamba Allah yuko juu ya arshi, faqad kafar. Yeye akaja akatudanganya bwana diwani akasema atakayesema na atakayesema kwamba Allah yupo juu ya arshi pia amekufuru. Nikamuuliza maneno hayo umeyatoa wapi? Abu Hanifa hajayasema hayo wala hana uwazimu wa kuyasema neno hayo. Kisha asema li anna Allah ta'ala yaqul, kwa sababu Allah aliyakuwa ametukuka anasema kama tunavyosema si al-sunna, ar-rahmanu ala al-arshi istawa, Allah mwingi wa rehema yuko juu ya arshi. Hivi kati ya sisi na huyu diwani ni nani amemwelewa Abu Hanifa? Je, Abu Hanifa ni wahabi kama sisi? Mawahabi hawaelewi, mawahabi hawana ufahamu. Je, Abu Hanifa naye ni wahabi kama sisi? Sio, kwa sababu hatuna ufahamu na uelewa. Aljawabu, wewe kama kuna wahabi mbaya basi una wewe bwana diwani, na ule ufirauna na ukatoliki una wewe wa kurudia wewe bwana diwani kuwasingizia wanachuoni. Kisha akasema wa arshuhu fawqa sab'i samawati, na arshi yake iko juu ya mbingu saba. Yule Abu Mu'ayth akasema qultu, nikasema innahu yaqulu ala al-arsh, yeye anasema ndio nakubali Allah yuko juu ya arshi, ala al-arsh istawa, yuko juu ya arshi, walakin la yadri, lakini anasema kwamba yeye hajui al-arshu fi as-samaa am fi al-ardi, je hiyo arshi iko mbinguni au ardhini? Faqala Abu Hanifa akasema idha ankara annahu fi as-samaa, atapopinga kwamba hiyo arshi haiko mbinguni, faqad kafara, huyo atakuwa amekufuru pia. Huyo pia atakuwa amefanyaje? Amekufuru. Kwa hiyo asiyekiri kwamba arshi iko juu ya mbingu pia amekufuru huyo. Tunafahamiana? Kwa hiyo Imam Abu Hanifa anathibitisha madhehebu yetu au madhehebu ya diwani? Anathibitisha madhehebu yetu ya al-sunnati wal jamaa. Kadhalika maneno mengine ya Imam Abu Hanifa katika al-fiqh al-absat anasema man qala la a'rifu rabbi fi as-samaa au fi al-ardi faqad kafar, atakayesema sijui Mola wangu yuko mbinguni au ardhini huyo amekufuru. Wakadha, hayo ndio maneno alikuwa anayanukuu sasa. Wakadha, na kama hivyo man qala, atakayesema innahu ala al-arsh, yeye yuko juu ya arshi, ndio akakiri kama maneno yaliyotangulia huko. Sasa yeye aliposimama hapa akasimama akasema hivyo atakayesema juu ya arshi huyo pia amekufuru, akamtilia maneno Abu Hanifa. Maneno yanaendelea wala adri al-arshu fi as-samaa au fi al-ardi, sijui hiyo arshi iko juu mbinguni au ardhini. Wallahu ta'ala yud'a min a'la la min asfal, na Allah aliyetukuka anaombwa kutokea juu sio chini. Yani wewe ukitaka kuomba huwezi kunyanyua mikono yako ukafanya hivi Allah nisamee madhambi yangu, wanyanyua juu hivi. Tunafahamiana? Walivyokuja hao mu'attila wakasema lakini hiyo kuomba ni kibla cha juu huko mbinguni, ndio kibla cha nani? Cha waombaji, kama ilivyokuwa waswaliji kibla chao ni nini? Ni al-Kaaba. Kwa hiyo haizingatiwi hii, kwa sababu wameelewa sana kuliko kina Abu Hanifa, wameelewa sana kuliko kina Imam Malik, wameelewa sana kuliko kina Abu Sufyan, wameelewa sana kuliko kina al-Auza'i. Sio hilo, haliwezekani wala hatulikubali hilo. Kadhalika katika maneno aliyosema kuhusu maneno ya Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah ta'ala kuhusu samaa, mimi nilifafanua kuhusu samaa kwamba as-samaa, mimi nilifafanua nikasema si kila inapokuja as-samaa inakusudiwa mbingu, mara nyingine hukusudiwa juu. Sio nisema hivyo mara nyingine hukusudiwa juu, kwa maana kila palipoenda juu huko ni panaitwa samaa. Itategemea na mchungu wa maneno. Yeye alipokuja akasema, unaona sasa anakimbia kwenye majazi. Nyinyi mnasema mnatafsiri kwenye dhahiri zake. Waarabu, hiyo wala sio mambo ya kwamba hii ni tumefanya tawili kwenye samaa. Waarabu wanajua kwamba samaa ikija hivi ni juu na samaa ikija hivi ni mbinguni, bali asli ya neno samaa ni juu, na ndio maana mbingu zikaitwa samaa kwa sababu ziko juu. Tunafahamiana? Ndio asli ya neno kwamba samaa ni juu, sio asli ya neno kwamba samaa ni mbingu. Hilo nitakiwa alifahamu bwana diwani, kwa sababu hajui lugha, atufundisha matango pori huko, aje kunisingizia mimi kwamba unaona anabadilisha maana ya nje ya dhahiri yake. Kwa hiyo mwenzake yule kijana akamwambia, kwa hiyo hapa huwezi kukimbia nani tawili tu,
hapa hakuna ta'wili yoyote. As-samaa kwa maana ya juu, na Waarabu walielewa hivyo. Tunafahamiana? Hebu tumsikilize kidogo. Twende vizuri hapa. Al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari katika kitabu chake Al-Ibana katika mlango unaosema babu dhikri istiwa'i Allah ta'ala 'ala al-'arsh. Rudia tena hapo, babu dhikri istiwa'i Allah ta'ala 'ala al-'arsh. Sasa ndo maneno yanasomwa hivyo kwanza. Sikia kwanza. Kwani yanasomwaje? Wenyewe tusomee yanavyosomwa. Kwa sababu yeye ananichomekea makosa ambayo akihisi kama anataka kutatizika ananichomekea hapo hapo. Kule anasema kullu mu'attil mushabbih. Anasema unaona sasa? Hakuna kiarabu hicho. Kullu mu'attil mushabbihun. Ndio sawa sawa. Mimi simesimama pale. Kullu mu'attil mushabbih. Kama kusema inna Allah mathalan. Uweze kusema inna Allah. Hakuna Mwarabu anayesimama hivyo. Wewe ndio uliyokosea kusema kullu mu'attil mushabbihun. Hakuna Mwarabu anayesimama hivyo mwenye kujua Kiarabu. Tunafahamiana? Kama hivyo nilivyosimama, kuna neno lilikuwa kama nataka kunitatiza, akasema rudia tena hapo. Hakuna Kiarabu cha sasa, alafu akajifanya ananipa udhuru. Msikiliza, anajifanya ananipa udhuru, lakini hawezi kunipa udhuru nikikosea kwa sababu mimi simpi udhuru. Sisi tunakupa udhuru, sabqul lisan, ulimi umeteleza. Twende mbele. Uongo, hakuna udhuru hapo. Tuendeleze. Fawqa al-arsh. Mbingu juu yake kuna arsh. Falamma kana al-arsh fawqa as-samawat. Hiyo ndo maana sasa ya mbingu. Asimama. Anasema kwani hiyo ndio maana ya mbingu? Kwani mimi hapa nilikuwa naelezea mbingu? Angalia alivyokuwa na talbisi huyu bwana. Anataka kutatiza watu kwamba mimi hapa naelezea mbingu. Mimi nilikuwa sielezei mbingu. Rudi katika hutuba yangu nilipoanzia. Maneno yapo ya hutuba yangu nilipoanzia. Au tujaikata. Basi natoa maelezo vile tulivyoeleza. Naam? Lakini katika ufafanuzi niliotoa, mimi nilikuwa namuelezea kwamba si kila inapokuja as-samaa maana yake ni mbingu. Tena nikamtajia kisa kimoja cha watu wanaochokitaja. Yeye alipokuja akaangalia kwenye kisa, atuletee sanadi ya kisa hicho. Wanatumia visa vya uongo kufanyaje? Kujenga dini yao. Nikamwambia hivi, watu wanasema. Mimi nimwambia watu wanasema. Kwa hiyo kisa hicho ni la taifu tu, hazina sanadi hizo. Nikutaka kumtweza mtu kwamba wewe ulichokikariri kila siku sicho. Nikasema watu wanasema. Kipofu mmoja alikuwa haoni. Siku moja Allah akamrejeshia macho, alipofumbua tu akamuona punda, alafu macho yakarudi kwenye upofu. Sasa watu walipokuwa wanakaa vijiweni wanazungumza kuhusu tembo, simba, wanyama wakubwa wale. Tembo mkubwa, asema wewe hawezi kulingana na punda bwana. Punda mkubwa sana. Kwa sababu huyu kipofu alimuona punda tu, hajawahi kumuona tembo. Kwa hiyo wakisifia wanyama wakubwa yapi, lakini mkubwa kama punda. Sasa ndio Yusuf Diwani alipoona samaa ya mbingu akakariri hivyo hivyo. Kwa hiyo kila anapoona as-samaa anajua ni mbingu. Nikawa mfanisha na yule kipofu. Sasa akasema leta sanadi ya kisa hiki. Hiki kisa Israiliyat, alafu akacheka. Kwa sababu kimemgusa kisa hicho, ni kweli wao kama yule wa punda. Usikariri. Nikamwambia hivyo. Nikawa sasa katika kumfafanulia maana ya as-samaa kwa wale waliojielewa, nikataja kauli ya Ibn Abdul Barri, aamintum man fi as-samaa, nikaitaja hiyo ay ala as-samaa fawqa arshihi, au maneno kama hayo. Kadhalika nikamtajia kauli ya Imam at-Tabari rahimahullah ta'ala kwa tafsiri am amintum man fi as-samaa qala huwa Allah, lakini hajatetea majibu mpaka leo. Akampinga Imam at-Tabari kwamba sio Allah. Alhasil kwamba nikamueleza kwamba hapa as-samaa mara nyingine yaja kwa maana ya juu. Nikamtajia aya katika suratul Hajj, man kana yadhun, yeyote atakayekuwa nadhani alla yansurahu Allah fi dunya wal akhirah, kwamba Allah hatamnusuru mtume wake sallallahu alaihi wasallam duniani na akhirah, falyamdud bisababin ila samaa, aitundike kamba yake juu, kwa maana juu ya dari, aitundike kamba yake juu ya dari. Akasema ila samaa, sio? Sasa tuwaangalie, je, wanachuoni wanasemaje kuhusu ila samaa hii ni juu ya mbingu? Al-Imam at-Tabari rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake alipokuwa akitafsiri aya hii akasema, man kana minan nas, yeyote atakayekuwa katika watu, yahsabu alla yansura Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, anadhani kwamba Allah hatamnusuru mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah, duniani na akhirah, falyamdud bihablin, basi atundike kamba, wa huwa sabab, na hiyo ndio sababu saliyotaja falyamdud bisababin ila samaa, uko juu, yani juu ya dari, yani samaa albayt, anakusudia juu ya nyumba, yani kwenye sakafu hapo, tundika kamba hapo. Sasa bwana diwani alipokuja, sijajua maneno kama tumeyarekodi haya, alipokuja akasema, kwa hiyo ina maana tukisema samaa, kwa maana hapo mfano juu ya mti, mtu akiwa juu ya mti anaambia yuko samaa, kwa hiyo baada yake kuna arshi, kwa hiyo hapo juu ya arshi ndio kuna Mungu.
huyu ana akili timamu kweli? Maki anatukana anasema nina akili timamu. Hayo mnasikia narudisha ni matusi alionitukana mimi. Sasa sema atukana sana yule. Ila atukana kweli kweli. Tena hasi matusi. Tunasema ana wazimu huyu. Mwehu, si nani? Sasa mimi namrudishia baadhi ya mambo kwamba haya yanakufaa wewe ndio una wazimu, wewe ndio mwehu kwa sababu utakupoteza watu katika kitu cha uhalisia. Sikiliza al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Mwingine huyo asema ila sama yani samaa albayt wa huwa saqfuhu. Imam Tabari naye ni sakafu yake mpaka mwisho maneno yake. Al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma, amesema Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, man kana yadhunnu an la yansura Allah Muhammadan sallallahu alayhi wasallam fi dunya wal akhirah, yeyote atakayekuwa nadhani kwamba Allah hatamnusuru mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam duniani na akhirah, falyamdud bisababin ay bihablin, basi atundike kamba ila samaa ay samaa baitihi, juu kwa maana ya sakafu ya nyumba yake, yani juu ya nyumba yake kwenye sakafu. Huyu ni Abdullah ibn Abbas. Ibn Kathir anakuma maneno ya nani? Ya Abdullah ibn Abbas. Sasa wewe unapochanganyikiwa tunaposema as-samaa ukasema kwa hiyo samaa hapa ni mbingu, nani kakwambia kwamba samaa hapa ni mbingu? Hawa ndio salafu waliotangulia katika kutafsiri Qur'ani na ndio wanaelewa zaidi na walimuelewa mtume swalla sallam zaidi kuliko wewe. Al-Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala anasema fi dunya wal akhirah falyamdud bisababin, nimechukua kipande, anadai kwamba anadhani kwamba Allah hatamnusuru mtume wake sallallahu alayhi wasallam dunia akhirah, bas atundike sababu bihablin, akusudia kamba ila samaa, arada bisamaa, anakusudia samaa saqfa albayt, sakafu ya nyumba kwenye dari, tundika kamba yako juu ya dari, ndio as-samaa hiyo. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala wal ma'na, na maana man kana yadhunnu an la yansura Allah dinahu, anadhani kwamba Allah atanusuru dini yake, falyamdud bisababin ay bihablin, basi atundike sababu kwa maana ya kamba. Asema wasababu, na sababu ma yutasalu bihi ila shay'in, ni kile ambacho huunganishwa kwacho kwa kitu kingine. Ila samaa, maana ila samaa ila saqfil bait, katika sakafu ya nyumba, ndio maana as-samaa. Sasa nilipomsomea maneno Abu al-Hasan al-Ash'ari akaja akasema sasa hapa aelezea samaa, unaona aelezea mbingu. Si kweli, mimi nilikuwa naelezea maana ya samaa kwamba yaja kwa maana ya nini? Ya juu. Fa kullu ma ala fa huwa samaa. Sasa msikilize, endelea kwa maneno ya Abu al-Hasan al-Ash'ari. Abu al-Hasan al-Ash'ari anachokifanya anaelezea nini? Anaelezea mahala ilipo mbingu na mahala inapopatikana arshi. Simama. Muongo huyo. Abu al-Hasan al-Ash'ari alikuwa anaelezea istiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana tukaanza babu dhikri istiwa illahi ta'ala ala al-arsh. Ndio maana akaweka mlango ule ili kuelezea kwamba Allah yuko juu ya arshi. Ndio maana katika maneno akasema wa kullu ma ala fa huwa samaa, kila kiendacho juu hicho ni samaa. Tunafahamiana? Ndio maana akatoa ushahidi amintum man fi samaa ay ala samaa. Endelea sheikh. Haelezei maana ya mbingu. Elewa vizuri hapa. Abu al-Hasan haelezei maana ya mbingu. Simama. Na sisi hakuna aliyesema kwamba Abu al-Hasan anaelezea maana ya mbingu. Sisi tumeelezea kwamba Abu al-Hasan al-Ash'ari anaelezea maana ya as-samaa kwa maana ya juu. Tunafahamiana? Kwa hiyo asitaki kutatiza watu hapa. Yeye Abu al-Hasan al-Ash'ari anaelezea maana ya as-samaa kwa maana ya kwamba ni juu. Tunafahamiana? Sio anaelezea maana ya samaa kwa maana ya mbingu kama ulivyoelewa bwana Yusuf Diwani, ukachanganyikiwa katika hilo. Endelea sheikh. Haelezei maana ya mbingu. Elewa vizuri hapa. Abu al-Hasan haelezei maana ya mbingu. Simama. Hayo maneno ya uongo, kwa sababu mlango wenyewe unajitafsiri babu dhikri istiwa'i Allah ta'ala 'ala al-'arsh, sio? Akaitaja katika maneno haya, ndio maana akaitaja amintum man fi samaa. Endelea. Ndio anachoongea Abu al-Hasan al-Ash'ari. Anakuja yeye kwa ufahamu wa hovyo, anatuambia ndio maana samaa, ndio maana ya mbingu hiyo. Nini neno maana? Neno maana samaa, maana yake nini? Ndio hivi kweli? Ndio kwamba huyu anajua sana, huyu ndio hatari sana. Hivi hatari yenyewe. Fakabbir alayhi 4 liwafatihi, ni kumpigia takbira 4 kashajifia katika hali za namna hii. Ndio hivi kweli? Ni hatari sheikh. Sasa aliyejifia ni nani kati ya mimi na yeye? Alikuwa amesubiria hutuba, simesikia huko asubiria ajalete hiyo hutuba yake. Sasa mbona uijibu? Si ndio umekufa wewe na bado utakimbia hiyo studio biidhnillah. Nakwambieni huyu hatomwacha huyu. Yeye anasema nimeingia, anatumia lugha za wahuni kama nimeingia cha kike.
sio? Sasa yeye ashakimbia bio nyingi, hawezi kujibu tena. Sasa nani kaingia cha kike sasa? Ni mimi au ni yeye? Afa anasema naita ufahamu mbovu, si kadha na kadha. Ala kulli hal, bwana Yusuf Diwani ndo maneno yake. Malizia sasa. Sikilizeni sasa. Kwa arshi iko juu ya mbingu. Qal, akasema Allah, aamintum man fi samaa, hivi mnajiaminisha na yule aliye juu? Liannahu, anajichanganya yeye mwenyewe. Anasema arshi ipo juu ya mbingu, alafu wakati huo anasema aamintum man fi samaa. Sawa? So aamintum man fi al-arsh. Simama. Unaona alivyokuwa anachanganyikiwa huyu bwana. Kwa maana hata maneno ya Abul Hasan al-Ash'ari hayaelewi. Shekhi wake anayemfuata yeye hayaelewi pia. Kwani Abul Hasan al-Ash'ari ameanza kuelezea nini? Huku chini ataelezea fa kullu ma ala fa huwa samaa. Kwa hiyo arshi mara nyingine huleta itlaq ya samaa kwa maana ya juu. Tunafahamiana? Na aya zimekuja nyingi, huwa al-qahiru fawqa ibadihi, yuko juu ya waja wake wote. Tunafahamiana? Viumbe vyake vyote yeye Allah yuko juu yake. Na sisi tukisema kwamba Allah yuko juu ya arsh, hailazimu kwamba Allah amegandana na arsh. Nilimpa mfano wa kwamba ikiwa mbingu ambacho ni kiumbe cha Allah Jalla wa Ala kiko juu na hakitegemei kitu chochote, aliyezuia ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa ameweza kuzizuia hizo mbingu zisianguke, fa kaifa ar-rabb Subhanahu wa Ta'ala alladhi huwa khaliquha, vipi yeye Allah Jalla wa Ala ambaye ameziumba yeye mwenyewe, al-hayyul qayyum, aliye hai, mwenye kusimamia mambo ya waja na kujisimamia yeye mwenyewe, hahitaji msaada wowote. Ghaniyun 'anil alamin, ni mwenye kujitosheleza, kujikwasia na viumbe wote, hahitaji chochote. Allah sisi tunasema yuko juu ya arshi, hailazimu kwamba amegandana na arshi. Hii ni fikra potofu walioileta mushabbiha hawa, kwamba eti wanaposema tunaposema yuko juu ya arshi basi Allah atakuwa ameilalia arshi au ameikalia au ameegemea. Sisi tunasema Allahu fawqa al-arsh kama qala. Yukoje? Sasa ukishasema kwamba basi mkisema hivyo Allah atakuwa ameikalia arshi, nyinyi ndio mushabbiha. Sasa ndio maana siku nikasema kullu mu'attilin mushabbih, kila anayepinga sifa za Allah ameanza kufanya tashbihi kwanza. Wewe ili upinge sifa lazima uifananishe. Unapoingia kwenye akili kwamba sasa Allah akiwa yuko juu basi atakuwa kama mimi nilivyokaa hapa, mimi siwezi kukubali. Kwa hiyo kullu nafsin au hama tashbiha awilhu au fawidh wa rum tanziha. Kwa hiyo mimi sikubali kwamba Allah yuko juu ya arshi, kwa sababu umeanza kuwa mshabbih alafu ukaja kuwa mu'attil. Tunafahamiana? Ndio alimkuta Diwani. Kwa hiyo Diwani anapozungumza huo si uhalisia. Sisi tunachozungumzia ni maana ya samaa, kwamba juu kwa maana ya as-samaa, kwa maana ya arshi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sababu iko juu na ndio a'la al-makhluqat, ndio kiumbe kilichokuwa juu zaidi kuliko viumbe vyote. Wallahu fawqa al-arsh, na Allah yuko juu ya arshi. Sasa mimi nataka nimuulize swali, kwani tukisema mbingu iko juu imegandana na ardhi, kwamba imeikalia ardhi, je, imekalia kwenye vichwa vyetu au kwenye milima? Mbona iko juu? Ukitoka mbingu ya kwanza mpaka mbingu ya pili, je, mbingu ya pili imegandana na ya kwanza? Kwamba tukisema mbingu ya kwanza kuna mbingu nyingine juu yake, je, zimegandana? Sasa kwa nini umlazimishie Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye ameziumba, kwamba ni aliyeziumba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba yuko juu ya arshi alafu amegandana hiyo arshi? Hizo ni fikra potofu wanazozileta hawa mabwana wapotevu. Tunafahamiana? Malizia maneno haya. Sawa? Kwa sababu hata mfano mathalan hii ni mbingu, hapa ndiyo mbingu ya saba. Alafu juu ya mbingu hapa kuna arshi. Kwa hiyo hata mimi nikija nikikaa hapa nipo juu ya nini? Ya mbingu. Lakini wakati huo niko chini ya arshi. Na nielewa vizuri? Hapa niko juu ya mbingu na niko chini ya arshi. Sasa aya inasema aamintum man fi as-sama, tuchukulie hivyo hivyo kwamba aliye juu ya nini? Ya mbingu. Maana yake kwa kuwa ni juu ya mbingu, maana yake atakuwa chini ya nini? Ya arshi. Sasa ni akili sawa sawa hii? Akili za hovyo sana hii. Jamaa sio hata wanajielewa, sijui hata wamekunywa maji ya nini hawa jamaa. Ala kulli hal, huyo ndio bwana Yusuf Diwani. Nadhani mmemsikia, lakini tushampopotoa kama anavyodai kupopotolewa, na mimi mpopotoa kweli kweli. Na hawezi kuja na hoja biidhnillah. Tunamalizia mashekhi au umechoka? Haya. Bwana Yusuf Diwani anasema kuhusu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba yuko pamoja na nyinyi popote mlipo. Si hapo hayo shekhi? Kwamba Allah yupo pamoja na nyinyi popote mlipo. Hem, yaweka hayo maneno kama yapo karibu. Huyo Mwenyezi Mungu anasema wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
yeye yuko pamoja nanyi popote mnapokuwa. Sasa sijui wakati kwa tafsiri za dhahiria yupo pamoja nanyi popote mnapokuwa, maana yake hata hapa tulipo sisi Mungu yupo. Sasa ni arshi hii, ni mbingu hii, au ni nini? Sasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yeye ametafsiri kwa tafsiri yake hiyo, na ndio maana inalompelekea kupotea, na hilo ndio lilopoteza kina Jahm na kina Ja'd. Al-Imam at-Tabari, mimi nitamrejesha kwa wanachuoni tu kana Imam at-Tabari, kwa sababu anamkubali yeye. Anatuambia Imam at-Tabari simkubali, anasema katika tafsiri yake, aya imeanza alam tara anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum. Asema illa huwa ma'ahum, isipokuwa yeye yupo pamoja nao, idha tanajau aina ma kanu, wataponongona popote walipo. Yaqul, anasema al-Imam, fi ayi mawdhi'in wa makanin kanu, katika sehemu yoyote ambayo wapo wao, mahala popote walipo. Kisha asema wa ana biqaulihi, na amekusudia kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, huwa rabi'uhum, kwamba ni wanne wao, bimaana annahu mushahiduhum biilmihi, kwamba yeye Allah ni mwenye kuwashuhudia kwa ilmu yao, wa huwa ala arshihi, na yeye yuko juu ya arshi yake, kwa maana anawashuhudia wao kwa ilmu yake, lakini wakati huo yuko juu ya arshi yake. Al-Imam ad-Dhahhak rahimahullah ta'ala asema katika kauli yake, wa huwa ma'ahum, na yeye yupo pamoja nao, qala huwa fawqa al-arshi, yeye Allah yuko juu ya arshi, wa ilmuhu ma'ahum, na elimu yake ipo pamoja nao, kwa maana yeye Allah anawajua kwa ilmu yake, lakini wakati huo yuko juu ya arshi. Ametaja haya Imam at-Tabari katika tafsiri ya aya ma yakunu min najwa thalathati, mpaka mwisho wa maneno yake rahimahullah ta'ala. Na mengine ni yale tuliyosoma ya Imam Ibn Battah, kwamba huwa Allah subhanahu wa ta'ala kusema kama hivyo aya inazosema kwamba yuko pamoja nanyi, hailazimi zawali na mfano maneno kama hayo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwa ma'ahum, maana yake ni kwamba yupo pamoja nanyi kwa ilmu yake, lakini yeye yuko juu ya arsh. Ndio tafsiri waliyopita nayo salaf, na sisi tunatafsiri kwa mujibu walivyotafsiri salafu salih. Kadhalika alipouliza kwamba je, anaposhuka kuja mbingu ya dunia huko juu ya arshi anamwacha nani? Weka hiyo swali. Wakati anashuka huyu Mungu uko katika juu ya arshi, anakuwa kamwacha nani? Hili ni swali, naomba lije lijibiwe hapa. Wakati Mungu anashuka kuja katika katika mbingu ya dunia, wakati huo kule katika arshi anakuwa kamwacha nani ili yeye aje katika wingu wa dunia? Au arshi inabaki peke yake bila Mungu? Hilo ndo swali nataka waje wajibu hapa. Kwa maana anashuka kamwacha nani kule? Tunakujibu sasa. Tosha. Tunakujibu bwana diwani. Wakati anaposhuka kwenye arshi kuja kwenye mbingu ya dunia, huko juu anamwacha nani? Hiyo ndio maana ya mushabbih sasa. Yaani kama unajua maana ya mushabbih, ndio mtu kama huyu hapa. Kila anachotupia sisi anacho yeye. Kwa sababu yeye anataka kufananisha kushuka kwa Allah kama kushuka kwa nani? Kwa viumbe. Kwa maana ya kwamba eti tunaposema kwamba Allah anashuka, basi maana yake kwamba yazulu, anatoka kutoka kwenye arsh. Sio? Na sisi tunasoma neno ya Ibn Battah rahimahullah ta'ala. Lakini mimi nataka nimpe mfano. Asitaka kufananiza sifa za Allah na sifa za viumbe. Hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu inda Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ala sabili mithal, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfayn, asema nimeigawa swala baina yangu na baina ya mja wangu nusu mbili. Wali 'abdi ma sa'al, na atapata mja kila alichokiomba. Fa idha qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, anaposema mja katika swala alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala, Allah husema kwa kumwitikia huyo mja, hamidani 'abdi, amenihimidi mimi mja wangu. Fa idha qala arrahmanir rahim, mja anaposema arrahmanir rahim, qala Allah ta'ala, Allah husema athna alayya 'abdi, amenisifia mimi mja wangu. Alhadith, hadithi inaendelea mpaka mwisho. Kwa hiyo ameigawa nusu mbili. Sasa mimi nataka nimwambie bwana diwani, wanaoswali wakati mmoja wanakuwa ni wangapi? Eti mfano tutaswali hapa, tujalie msikiti wetu, tusiende msikiti mwingine. Sisi tutaswali isha hapa, sio? Tujalie salatu dhuhuri ambayo ni ya kila mtu kusoma suratul Fatiha.
kila mmoja hapa anasoma suratul Fatiha, na kila mmoja Allah anamwambia hamidani abdi anaposema alhamdulillahi rabbil alamin. Anaposema arrahmanir rahim anasema athna alayya abdi, sio? Wakati huo nitasema mimi, wakati huo utasema wewe, wakati huo utasema fulani, wakati huo kuna msikiti mwingine waswali kama hivyo hivyo, na wakati mwingine kuna watu wako Marekani huko wanaswali, na wengine wako nchi gani Saudia wanaswali, na wakati huo Yusuf Diwani pia aswali naye ambiwa hivyo hamidani abdi, sio? Sasa je, kuna mgongano wa maneno ya Allah wakati wa kumuitikia huyu na huyu? Umeelewa nyinyi? Hamjaelewa bado. Yani Allah wakati mmoja anawaitikia watu wote na kila mmoja anaambiwa maneno hayo. Tunafahamiana? Na wakati mwingine watu wanapishana. Huyu anasema alhamdulillahi rabbil alamin, huyu anamalizia arrahmanir rahim, sio? Aya, mimi namalizia arrahmanir rahim, huyu anamalizia alhamdulillahi rabbil alamin. Wakati huo Allah anamjibu huyu kwamba hamidani abdi, wakati huo anamuitikia huyu kwamba athna alayya abdi, wala sauti hazimchanganywi. Tunafahamiana? Huyo ndo nani? Ndo Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe waweza tujalie wewe ni bilionea, watu wanakuja kwako kuomba msaada, huyu hapa anaomba wakati huo 100,000 na huyu anaomba 200,000, 300,000. Mtulia kwanza basi, panga foleni kwanza, aseme mmoja mmoja, sasa taelewaje bana? Lakini Allah hana hilo. Tunaelewana? Sasa usifananishe sifa za Allah na sifa za viumbe. Tunaposema Allah anashuka, ndio maana amiruha kama jaat, zipitisheni kama zilivyokuja, msitake tafsiri ya kuanza kusema bana sasa kama anashuka huko anamwacha nani. Hiyo ni maswali ya kike, yani hayo ni maswali ya kike aliyosema Imam ad-Darimi rahimahullah ta'ala kwamba wa hadhihi aidan min hujaji an-nisa'i was-sibyan wa man laysa 'indahu bayan, kwa sababu Allah hafananizwi sifa yake na sifa ya viumbe. Allah anaweza hapo anashuka lakini yuko juu ya arshi, kwa sababu ndio sifa yake. Allah subhanahu wa ta'ala amejisifia kwamba yanzilu. Wewe unatakiwa uamini kwamba naam yanzilu, anashuka. Kaif la na'rif. Je, anashuka kama nani? Hatujui. Sisi tunaamini kwamba yanzilu rabbuna. Tunafahamiana? Ndio maana ya kupitisha sifa za Allah kama zilivyokuja. Utaki kwanza kuumiza kichwa. Sasa Diwani alipoanza kuumiza kichwa ndio yeye anamuumiza sana mtafuna. Anaanza kufikiri sasa kama anashuka huko juu anamwacha nani? Maswali ya kike hayo, siaulize tena bwana Diwani. Naam. Kadhalika jambo la mwisho anasema zikija sentensi unasomewa maneno ya wanachuoni, tazama ndani ya maneno yambeba herufi za namna gani. Sio mtu anabwabwaja tu maneno, mtu anakwambia al-Imam ad-Darimi alisema kwamba hayo ni maswali ya kike. Hiyo ipo, hebu iweke. Kwa hiyo zikija sentensi unasomewa maneno ya wanavyoni, tazama ndani ya yale maneno yamebeba hurufu za namna gani, ili zile harufi zifasirike kwa ufasaha wake, na ili yale yanayokusudiwa yaje katika utaratibu wake uliokuwa bora. Sio mtu anabobaja tu maneno. Mtu anakuambia al-Imam ad-Darimi alisema kwamba hayo ni maswali ya kike, alafu akishasema kwamba alisema hayo ni maswali ya kike, hakuna mahala ambapo aliposema maswali hayo ya kike asijibiwe. Hakuna. Ukisikia ya kike manake mepesi, ya kitoto mepesi, ya mtu asiye na bayani manake asiyojua ndio wepesi kumuelewesha manake. Sasa makasidi yao unayajuaje? Tazama siyaqul kalam, maneno yenyewe anakuambia. Sasa usipokuwa fundi wa kuyatazama maneno ndio utabwaja vya ovyo ovyo. Alafu watu wanaona wewe ndio unajua sana. Kujua kwa namna hiyo ni kujua huko, ni upuzi wa kujua huko. Yaani kila unahisi kwamba kinakutetea, kumbe ndio kimeukanyaga. Alafu bila kujijua mwenyewe kama umekanyagwa na hicho unachohisi kinakutetea. Sasa unaelewa nini wewe? Leo chochote. Kwa hiyo ni hatari sana katika hali za namna hiyo. Sawa? Tosha. Unamsikia huyu bwana kwamba ukisomewa maneno ya wanachuoni tazama ndani yamebebwa herufi gani. Hapa alikuwa anafundisha balagha, yale matangopoli anayowalisha wenzake. Alikuwa akifundisha. Sasa ndio akazungumza maneno hayo. Yaani ina maana kwenye balagha pia, kwa sababu ashazidiwa kila sehemu, ananichapa kila sehemu. Akazungumza maneno hayo. Sasa mimi nitaja maneno ya Imam ad-Darimi rahimahullah ta'ala, labda niyafafanue. Imam ad-Darimi rahimahullah ta'ala alikuwa anampinga al-Marisi, kwa sababu al-Marisi alikuwa na fikra za Jahm bin Safwan ya kwamba Allah yuko kila mahala, anapinga yadullah na wa hakadha. Sasa Imam ad-Darimi anasema wadda'a al-mu'arid, na akadai yule mpinzani al-Marisi
anna Allah la yanzilu binafsihi, kwamba Allah hashuki kwa dhati yake, wa inma yanzilu amruhu wa rahmatuhu, na hapana vingine kinachoshuka ni amri yake na rehema yake, sio Allah kwa dhati yake yeye mwenyewe. Tunafahamiana. Wa hadhihi aidha, na haya pia madai hayo, min hujajin nisa, ni katika hoja za wanawake, wasibyan, na hoja za watoto, wa man laysa indahu bayan, na hoja za wale ambao hawana ubainifu, hawana hoja za kuleta. Nikamwambia hayo maswali umeambiwa ni maswali ya kike, kwa sababu Imamu Darimi alichokuwa akikijibu ndicho tunachokijibu sisi. Wewe umeleta maswali haya ili kunipinga mimi kwamba Allah hayuko juu ya arshi, Allah hashuki, Allah hana mikono, Allah hana uso, Allah hana macho. Hizo pia ni hoja za kike. Kwa hiyo kuniuliza maswali ukasema kwani Allah alikuwa wapi kabla ya kuumba arshi, na akaona nini huko mpaka akahama kaenda kwenye arshi, hayo ni maswali ya kike. Ndio maana ya fahadhi aidan min hujajin nisa. Lakini kwa sababu hao hajui maana ya maneno hizi, ni kaida umewekewa wewe. Yani ni kama mtu ambaye anaambiwa al-yaqinu la yazulu bishak, sio? Ule ni msingi tumewekewa. Yaqini haiondoki kwa shaka. Kwa mfano wewe ulitawadha salatul fajri, ukafika dhuhuri, ukaanza kujiuliza hivi mimi bado nina udhu au sina udhu? Sheria inakwambia wewe una udhu. Kwa sababu gani? Yaqini yako ni kwamba wewe ulikuwa una udhu, shaka yako ni kwamba hivi bado nina udhu au sina. Tunafahamiana? Kwa hiyo al-yaqinu la yazulu bishak, yaqini haiondoki kwa shaka. Ile shaka ipige pembeni, jua kwamba mimi bado nina udhu. Lakini kinyume chake, imefika dhuhuri, wajiuliza ulikuwa pengine umetenguka udhu, halafu ukifika dhuhuri wajiuliza hivi nilikuwa nishatawadha au bado? Wewe unaambia ukatawadhe, huna udhu, kwa sababu yaqini yako ni kwamba wewe ulikuwa huna udhu. Shaka yako ni kwamba je, nishapata udhu? Kwa hiyo waambiwa kwamba al-yaqinu la yazulu bishaka, lazima ukatawadhe. Sasa wewe ushapewa msingi kama huu, halafu wewe waja kwenye kitu kingine. Mfano sio, waja kwenye nyumba yako. Mfano una mtoto mdogo, wewe anza kudeki nyumba nzima, wadeki nyumba nzima waimaliza. Unajua mimi nina mtoto hapa. Sasa watoto unajua wanajisinaji, sawa kama kojoa huyu, wewe wajitesa. Asli ya ardhi ile ni tahara. Msingi wake ni nini? Al-yaqinu la yazulu bishak. Ule ni msingi umebeba mambo yote hayo. Sasa usije ukaelewa ni kwenye udhu tu, yani kwamba kwenye udhu kwamba nikiwa sina udhu basi hapa al-yaqinu la yazulu bishak, ikiwa nao al-yaqinu la yazulu bishak. Lakini kwenye jambo lingine ukawa hujui msingi huu atumika vipi, ule ni msingi ushawekewa. Imamu Dari ameshatwekea msingi sisi wa maswali na mambo ya jambo hili, kwamba hizo mnazozileta nyinyi kina diwani ni hoja za kike. Kwa hiyo hata maswali yatakayotanzuka kwenye hoja zenu ni maswali ya nini? Ya kike. Ndio maana nikamwambia hivyo. Sasa yeye akasema lakini kama ni ya kike basi yajibiwa kwa haraka. Nani kakwambia wewe basi itakuwa mshamba wa Kiswahili? Hata mtu akikwambia bana acha maswali ya kike wewe, maana yake kwamba hakujibu hayo maswali, si ndio hivyo? Au mimi sijui Kiswahili, akijua diwani hamna kitu hicho. Lakini kadhalika nikamwambia msingi mwingine Imam Malik aliyosema al-istiwa'u ma'lumun au al-istiwa'u ghairu majhulin wal kayf ghairu ma'qulin. Tunafahamiana? Ule ni msingi ushawekewa kwenye sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala, uruhusi kuuliza kaifia. Nafikiri tumeelewana. Jambo la mwisho ni kuhusu maneno yake aliposema kwamba anapoomba msaada, yeye anadai kwamba sitaomba msaada. Sasa msikilizeni yeye anavyoomba msaada hapo kila siku, kila darasa yake, hata kiwa balagha ataomba msaada. Msikilizeni. Ewe ndugu yangu tunahitaji laptop kutoka kwako. Ewe ndugu yangu tunahitaji desktop kutoka kwako. Ewe ndugu yangu tunahitaji kamera kutoka kwako. Ewe ndugu yangu tunahitaji stendi, mataa, ili ofisi yetu na kadhalika studio yetu iweze kuwa imara zaidi. Boreshaji ni nani? Ni wewe ndugu yangu, na bila shaka unaweza pale utapoamua kulisimamia hili. Lakini kuna yule ambaye anasema mimi uwezo wa kamera sina, lakini changu kidogo ninaweza. Tutafute kwa namba hizo, insha Allah tutapokea mchango wako. Tosha. Aya, aomba msaada nyote wasikilizaji. Sasa sisi na yeye nani anachukua msaada wa watu? Alafu anakuja sisi tunafanya jambo la dini, analeta upuuzi. Kwamba watu kwa msaada kutoka Saudia, msaada unatoka Vatican unakuja Saudia, wao wanapokea hapo Pongwe. Ittaqillah, muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa yaomba msaada kila darasa yake lazima ataomba msaada huo. Sisi hatuna mambo yana upuuzi huo. Kitaka toa, usipotaka shauri yako. Sasa huyu alazimisha misaada kila siku. Tokea nimejaribu kumsikiza darasa za miaka kama 8 iliyopita hayo
aweka ana-edit tu ile nini ile clip yake, anaomba msaada. Sasa hao watu hawakuelewi, basi wakakupa mchango. Lakini kwa sababu anazungumza maneno kwa hawa, na wallahi wa billahi sio yeye tu, yeyote atakayesimama na msingi huu wa kuharibu jambo hili hawezi kufaulu abadan, vyovyote awavyo. Na kama kuna mtu anaanza kumsaidia, amsaidie kwenye hili, hataweza kuamka. Huyu diwani ndio kifo chake hichi. Yani hivi tunavyozungumza hivi, haya maneno tunazungumza ndio kifo chake. Sikusudi kwamba kufa kuwa maiti yani ndio kupotea kwake. Kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala atakimbia studio huyu. Nyie mpeni muda tu, huyu atakimbia, kwa sababu wale waliotangulia walikuwa kiuawa mfano wa huyu. Na ndio maana Ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala anasema wa ulqiya fi mazbalatin, huyu duribat unuqu, atapigwa shingo yake, wa ulqiya fi mazbalatin, na atatupwa kwenye madampo huko, sio azikwe, atupwe kwenye madampo, lialla yataadha birihihi ahlul qibla wa ahludh dhimma, wasije wakaudhika watu wa Islamu kupitia harufu yake mbaya huyu bwana, kadhalika watu walioingia mikataba na Waislamu. Kwa hiyo Ibn Khuzaimah alikuwa anaona kwamba huyu ni mbaya kuliko takafiri wa asli, mtu mwenye fikra kama za diwani. Wewe jambo la maumbile ya mwanadamu kwamba Allah yuko juu, wewe unalipinga wazi wazi, alafu unawatukana wale ambao wanalitetea jambo hili kupitia akwali za salaf, wallahi huwezi kufaulu. Na watu wa bid'a inatakiwa wafahamu kwamba wanapoingia kuwatukana al-sunna wanajitafutia dhima na mabalaa. Salama yetu sisi ni kuifuata da'wa salafia, da'wa aliyolingania Mtume sallallahu alaihi wasallam, da'wa ambayo walikuwa nayo juu yake maswahaba wa Mtume sallam. Sisi hatuwezi kujitosheleza kuwakwepa wale mabwana kwenye ufahamu wao, na hiyo ndio da'wa tunayolingania. Lau kama watu watafuata da'wa ile, tutapata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala, na katika usawa na mizozo hii itaondoka. Wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu, msio kama wale ambao wamefarikiana na kutofautiana, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, baada ya kuwajia wao uongofu, bayina sio wajia wazi, wao wakakhtilafiana. Alafu kutoka hapo sisi ndio tunataka furqa kila siku, raddi. Sasa unyamazie uozo kama huu, hivi kweli utakuwa na adabu na Allah? Yani mtu kama diwani huyu anavyozungumza, Yusufu Diwani, umnyamazie ujinga na uozo kama huu, aipoteze jamii, na yeye ndiye ana ujasiri wa kuzungumza. Wengine tunawasikia mbalimbali, lakini wakishasikia kama hiyo hawezi kuzungumza tena. Kuna mmoja yuko Mombasa, nilikuwa nikimsikia zamani, anasema sana kuhusu jambo hili hapa, lakini biidhnillah hazungumzi tena. Akizungumza tutamjibu. Kila mtu atakayezungumza katika hili kwa idhini ya Allah tutamjibu, na tutakula naye sahani moja kama wanavyosema, kwa sababu anataka kuichafua heshima ya Allah na kuwatoa watu katika maumbile yao yaliyosalimika, kuwapeleka katika ukafiri. Nasallallahu alafiyata wassalama. Allah kubarikini kwa usikivu wenu, usikilizaji wenu. Atusamee madhambi yetu na pale tulipoteleza. Allah atusamee na tujalie ikhlas katika amali hizi tunazofanya, na athibitishe hujja zetu dhidi ya mukhalifun, na kadhalika Allah amuongoze ndugu yetu bwana Yusufu Diwani. Sisi hatumsemi haya kwa sababu tunachukia naye binafsi, ni kwa sababu ya dini, na hatumkatii tamaa kwamba bwana hili jitu la motoni kama anavyotutia si motoni. Maka niambia utaingia motoni wahabi wewe na genge lako hilo, wewe wapoteze tu, utaingia motoni. Mimi siwezi kumwambia hivyo. Mimi namwambia wewe sio Katoliki wala sio Firauna, isipokuwa ninakuwa na kurejeshia mpira kwamba kama kuna watu wanastahili kuitwa mafirauna wa kwanza wewe, lakini yeye sio Firauna wala sio Katoliki, isipokuwa ana itikadi za kikafiri, inatakiwa aziache. Huenda Allah akajalia akarudi, kwa sababu Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala alikuwa na itikadi kama hizi. Katika kusoma kitabu chake kama nilivyosherehesha na nini, kitabu cha Imam Muslim, Sahih Muslim, ndio anapopata nguvu, lakini alitaraja. Mwisho wa umri wake aliandika risala, juz'un fihi i'tiqadu as-salaf fi al-harf was-sawt, maana kitu kama hicho. Akiandika kathibitisha madhhabi ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu anaweza karejea katika usawa, lakini sisi hatuacha kumsema mpaka arejee biidhnillah. Na asiporejea yeye, huenda kuna watu wataongoka kwa idhini ya Allah jalla wa ala kupitia maneno haya, na tunaamini wapo watu walikuwa wanatatiza masaili haya, lakini alhamdulillah sasa hivi yanafunguka kwa kiasi fulani kwa idhini ya Allah jalla wa ala. Nasallallahu bimannihi wa karamihi ayaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta.